Guys, welcome back to Ombawi Podcast. So, nataka tuongelelee kitu moja yenye ni reality lakini mna deny. How Ruto is going to divide position. Na ni rahisi tu, si hata ni kazi ngumu sana. Ruto anataka ingie 2 terms, si ndio? Na hii 2 term yenye anataka kuingia inampatia headache kidogo. Obviously anajua hawezi win kama tutakuwa na presidential candidate mmoja akiwa yeye ni wa pili, so itakuwa vigumu. Now, Ruto is a genius person. Nyinyi wote mmesikia kwamba anatuma wale marafiki walioko karibu sana na Kalonzo waenda mtafute wamuongeleshe. In fact, alipatiana kitu kama reward. Ule mwenye ataenda kuleta Kalonzo kwa meza waongee na yeye, huyo mtu atapewa zawadi. Kando tu na Kalonzo mwenyewe. Now, fikirieni hivi. Ili aweze kushinda Sifuna, ni nini anahitaji? Anahitaji votes. Na votes hana. So, kazi yake ni rahisi sana. Ataofa Kalonzo Musyoka kiti or something so that can maybe vie for the presidency. Okay, let's assume this way. In that category, wamebaki wako wangapi? Watatu. Kwa watatu, mmoja ashindwe, usiseme atashindwe, wacha tuseme wakose kuelewana. Kila mtu avute pande ya kwake. Matiang'i avute pande ya kwake, Sifuna avute pande ya kwake, Kalonzo avute pande ya kwake. Then Kalonzo semekane kwamba hajapata hiyo ticket ya kuwin. This is a match where it comes in. Atam-offer simama kama president. Unaona? Watu wakupigie kura. The moment Kalonzo atafanya kitu kama hiyo, atakuwa amedivide kura za nini? Za opposition. Na hiyo ndo Kenye Ruto anataka, ndo kura aende second round. Unaona? So hapa ni gambo linginye iko. Because Kasongo is not a stupid person. That's the reality. That person is just a genius in some other ways. So lazima apige hesabu ya kitu kimoja. Okay. Hawa watu wameganga up against me in terms of voting. What should I do to divide these votes? Simple. Tuma watu wa Kalonzo wamwambie fanya hivi, wewe simama kama presidential candidate. That's all. And the moment Kalonzo do that, atakuwa amegawanisha kura mara ngapi? Hata si mara 2, mara 3. Kwa sababu obvious Kalonzo is just a person who can also influence people in terms of voting. That's the reality. Tusidanganyane vitu zingine. Now, so wacha tuassume Kalonzo ameenda na kitu kama milioni 4. Milioni 4 ukitoka kwa opposition, that's a big number. Ukuje utoe ya Kasongo, ukuje utoe ya Sifuna. So atakuwa anacheza tu mchezo kama tu yeye tu vile anajua tu yeye mwenyewe. Yeah? See kama I'm making a point to somebody because hiyo hawa watu wote ni reality. Kila mtu huvuta pande ya kwake, especially politicians. Mimi naye naogopa tu kabisa, kwa sababu kila mtu anatakanga ashibe kwanza, ndaangalia mwenzake. So tusipochunga na Kalonzo vile watu wake wanatumwa waende muongeleshe pale, waende muongeleshe, kinaweza kuturamba. Na mimi niko naomba tu hivi. Even Kalonzo saizi natakana aangaliwe sana. Aangaliwe kabisa kama mtoto mdogo. Hata tu kama ni ile tu niseme example anaendanga nyumbani pande hii. Kwa hiyo usipite huku, pita pande hii. Unaweza kutana na watu wa Kasongo wakwambie shike hii pesa ama kuja pande hii. Because we know saizi
Kasongo anajaribu juu chini kuona ameleta nani Kalonzo pande yake. Yeah? Na, kama watu wa wenye walikuwa wanapewa pesa juu ya kutoa jamaa wetu Mr. DCP wanasema walikuwa wanafunguliwa bag. Yeah? Wanafunguliwa bag. Sasa huyu jamaa wetu si watafungua tu container, na badala kufungua container watabeba wampelekea mwingine kwa mlango pap. Wewe hata utaki kufanya kitu chochote, wewe simama kama president. Usome kama tukue na Sifuna na wewe. Tukue na timu ngapi? Hiyo ndo calculation anafanya. Na hiyo itakuwa ni kuharibu vote kabisa. Kwa sababu kama wale walikuwa wanafunguliwa bag, unaitwa kwa garage unaambiwa bag ndio hii fungua. Na huyu huyu atapelekewa na container. Atapelekewa na container. So in Kenya sometimes me wanaonanga politics nasema lakini ni mzuri. Ni mzuri kwa sababu ilitufunza mengi. Politics ni mzuri kujua ni nini unafanya. So kwa jamaa wetu acha tuombe Mungu